Nitakutajia maumbo haraka tu hapo nitaenda kwenye neno. Maumbo kwa mfano namba 9, mfano. Namba 9 ni kama hii mic. Maana mnene. Maana juu ni mnene, chini mwembamba. Sasa kuna nguo za kuvaa, namba 9 kuna nguo zako. Huwezi kuvaa tu. Namba 9 eti unavaa kimini. Haiendi. Unasema hivi miguu ya nzige mmetoka wapi? Namba 9. Namba 9 unatakiwa uvae fulu kama kanzu yangu hii. Yaani unaficha kote, watu wanafikiri uko saizi moja. Kumbe kuna rungu ya Masai imesimama. Kwa hiyo sasa wewe uko namba 9, unataka kujifananisha na binti sijui anavaa sijui hata pengine chipokezi. Wewe unataka kuwa kama yeye. Haiendi. Lazima ujikubali jamani. Mimi kwanza ni mama, muda umeshaenda, nimeshanyonyesha watoto wangu, maziwa nayo pia yameshuka, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo ya kuhangaika tena sijui nianze kuyatengeneza huko juu. Haiendi. Unaanza kutundika huko juu, unatembea tena kama kuku. Mizigo mingine inawatesa, mnateseka wenyewe, mnaishia mahali kujichukia bila sababu yoyote. Kuna haja ya kujichukia, jipende. Umeelewa? Naomba namba 9 walioko hapo wajikubali. Namba 9 jikubali. Na ukiniangalia kama mama, ni vizuri pia uniangalie. Muda wangu uko wapi? Wakatoliki wanajua sasa hivi tunafanya njia za msalaba. Unaangalia kituo. Niko kituo cha ngapi katika vile vitu? Kama uko kwenye kituo cha 10, usijifanye uko kituo cha 4. Jua sasa hivi mimi ni mama kwa kweli, hizi nywele hazina ushirikiano. Ngoja ninunue wigi, nipige hapo pap, ingawa nipendeze. Sasa tena unaenda kuangalia, unashonia, unasuka tena vinywele viwili, vinakaa huko nyuma, unainama vinadondoka tena, unaanza kupata press. Jamani, na mdomo, mimi na mdomo. Ndugu zangu wapendwa, tuachane na hilo. Tuende kama niwatajie tu hizo namba haraka. Namba 6. Namba 6 unageuza mic. Manake shii. Wewe baba. Namba 6 akivaa kimini na blouse sawa tu. Inaenda. Suruali na blouse sawa tu. Unashika. Namba 6 asivae dera. Kwa sababu dera linajikusanya hapa nyuma lote. Na kwa kama mtu amekusanya nguo kwenye rungu. Namba 9 nimwambieni nguo yake ni kama dera smart sana. Namba 8 anaweza kuvaa nguo yoyote. Maana yake juu mnene, chini mnene, anaweza kuvaa nguo yoyote. Namba 1. Namba 1 maana yake ni Namba 1 iko katikati. Anatembea na kadhalika. Wewe mamangu ulioko hapa, mavazi ni heshima. Jifunze kuvaa mavazi yanayoendana na mwili wako. Jipende. Mwanamke yoyote, siku zote mwanamke anajipenda. Usianze kusema eti uzee umeenda, sasa hivi meno yametoka, navaa vizuri kwa ajili ya nani? Namna unavaa vizuri mpaka kaburini. Vaa vizuri. Jipende. Utaanza kuvaa vibaya hapa, alafu watu watakuchukia, utaanza kujichukia na wewe. Ngoja nipokee mkwanja kwanza. Namba 9 imekuja anasema hivi. Kwa hiyo jipende. Mizigo mingine ni kwa sababu ya kuigaiga watu. Wewe hauko hivyo. Jikubali, pokea kama baraka kutoka kwa Mungu. Na kuomba ujipende, jikubali. Jamani mkwanja, naomba unanisumbua mimi Mchaga mwenzenu.
Wewe ndugu zangu wapendwa, kama mama, jamani, ngeni kisongo hapo. Ngeni kisongo. Namba 9 wanakuja jamani, samahani kwa simu. Watu wanasema namba 9 ndio wanakuja kutoa sadaka zao za shukrani. Basi tuendelee. Hiyo ilikuwa nimechomekea tu ili msilale. Lakini ina ujumbe, jikubali, epuka kwanza kuigaiga watu. Mshukuru Mungu kwa jinsi umeumbwa. Zaburi ya 139. Nitakushukuru kwa jinsi ajabu. Nashukuru umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Jikubali, wewe ni baraka. Hakuna mtu anafanana na wewe dunia nzima. Tafuta, nenda mahali popote. Hata mtu yote akikudharau, usikubali. Give it negativity. Yaani mtu yote akikudharau, ipe negativity. Yaani jiona, hewa, I am very special, unique. Wewe tafuta fadha kesi sehemu yote, utamkuta tu hapa ndio unatoa semina sasa hivi. Ndio unatoa neno hapo sasa hivi. Na jikubali. Epuka tabia pia za minazi. Mtu wa mnazi una tabia ya kusoma ajenda za vikao za miti mingine kabla kikao kijaanza, kwa sababu ni mirefu. Sasa kuna watu wako kama minazi, kazi yao ni kuchukulia maisha ya watu. Wako busy, jirani amevaa nini leo, utakufa mama yangu, utakufa. Kina mama, hizi ni baadhi ya tabia ambazo ninyi wenyewe zinawasumbua na wakati mwingine zinawanyima raha. Mnabeba mizigo ambayo haina maana yoyote. Mmewatesa waume zenu, ninunulie kama mama nani. Mimi nataka gari, nataka hivi. Jikubali. Hata watoto wenu shuleni wamejikuta wakiwaona wenzao, wanataka wawe kama wenzao. Lakini mambo hayako hivyo, maisha yako tofauti. Angalia pia na hali yako. Unajikubali kwa jinsi ulivyo. Ukijikubali ni kitu kizuri. Sasa hii tungekuwa nayo, baadhi ya chuki tungeziondoa nyingi sana. Kwanza unapenda baraka za mwenzako. Naweza kusimama bila kumwangusha mtu. Sio lazima nipige mtu teke ili nisimame. Naweza nikasimama bila kumchafua mtu. Niwahi kusema kwenye mtandao, kama chungu cheusi kina uwezo wa kupika wali mweupe bila kuchafua, kwa nini mimi ninapoambiwa ongea kuhusu mwenzako, kwa nini nisiongee bila kumchafua? Kwani lazima nichimbe shimo la taka juu ya jina la mwenzangu? Sio lazima. Ndugu zangu, tunachukiana, tunashindwa kutambulishana vizuri kwa sababu ya uwivu, kwa sababu ya kushindwa kujikubali, kwa sababu ya kuonea wengine kama vile wamebarikiwa zaidi kuliko wewe. Hiyo ni mizigo. Naombeni itueni mizigo. Kuwa karibu na Mungu ni kuamua kuacha yote. Kuna watu wana pesa, kuna watu wana mali, lakini hawana amani. Hawana Mungu. Mungu hayupo. Amani ya kweli haipatikani kwenye mali, kwenye cheo. Amani ya kweli inapatikana katika Mungu. Ukiwa na Mungu, hata kama ni maskini, unaweza kukutana na maskini amevaa shati lake, anacheka, analala usingizi, anakoroga huyo. Kutana na jamaa ana shemi 4. Ukimwambia nilala lini, anafuatilia magari yake. Mmoja alimpata panja liko Charity. Halali, lakini jamaa amelala kwenye kibanda tena kinavuja upande mmoja. Anapiga usingizi, anaamka saa 3. Boss. Lakini ana Mungu ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, kuwa karibu na Mungu. Kukubali uongozo na roho wa Mungu. Nira pia ya Mungu ni roho wa Mungu. Ile anayekaa ndani yako, anayekuongoza ufanye nini. Hii ni nira ya Mungu. Ni sauti. Kwa kanisa Katoliki tunafahamu kuna ile tunasema the church is invaluable. Kwa mfano kwa kanisa Katoliki huwa naongea international kusema kanisa Katoliki, mafundisho ya kanisa tunasema the church is invaluable, ikimaanisha kwamba kanisa, yani kwenye eneo la maadili na eneo la mafundisho ya imani haliwezi kukosea kufundisha. Halitakalukosea kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pale. Kanisa Katoliki litakwambia bwana
ni huu. Hutaki nichukie, nipende, nuna, ruka juu. Ubaya ni huu, ni huu. Ni kama unasema iliyoandikwa, imeandikwa. Yaani ni hivyo. Hakuna siku hata unaweza ukatutafuta ukakuta pengine padri mmoja ukamdanganya kwamba Viera akadanganyika, lakini ukitukuta tuko wote au pengine ukuteka pengine kwa mfano tu ukutane pengine na baraza la maaskofu, uende tukukalidanganye likubali kwamba wewe uovu wetu twende huku tuache, halitakaa. Hiyo itakayotokea utakamata hapo mmoja sawa, lakini huwezi kukamata wote. The church is invaluable. Maana Roho wa Mungu yuko pale anafundisha mafundisho ya kweli. Yaliyo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, Roho wa Mungu ndiye mwalimu wa kanisa. Na kuhusu imani halitayumbishwa. Nitaongea kuhusu imani yake. Ndivyo kanisa la Mungu lilivyo. Nimeelezea tu kidogo kwa sababu mimi ni Mkatoliki. Nimeelezea kidogo. Wala usikereke. Ndugu zangu wapendwa, sasa kama kina mama, kuna watu wa mfano, sisi wote tunaamini Biblia takatifu. Naomba niwatajie baadhi ya maeneo ambayo kina mama wengi wamefanya vizuri. Na niwataje majina ya kina mama haraka na kumaliza. Wewe mwenyewe kuna nira umejitia. Pengine kuna mganga anakuongoza, hiyo ni nira ya mganga. Mateso sana. Kuna mchungaji anakuongoza lakini unaona kabisa anakuongoza kitamaa. Hakai kwenye msingi wa Mungu. Hizi ni nira zinazotesa, ni mizigo. Sasa angalia sana kabla ya kuingia kwa wanawake hapa. Angalia sana mashindano yasiyokuwa na maana, achana nayo. Kushindana na watu bila sababu, achana nao. Na vitu kama hivi vitakukosesha raha. Kaa kwenye laini yako. Kingine, usikubali mtu akulazimishe utende kinyume na dhamiri yako inayokuongoza kwa Mungu. Usitake mtu akwambie fanya hivi, nitakupa hivi. Wanasema tumbo halina dini. Tumbo halina dini, linamwabudu yeyote anayelilisha. Uwe makini. Tumbo halina dini. Unaweza kuwa na dini yako vizuri, lakini kwa sababu ya tumbo lako likakufanya ukakana kile unachokiamini. Chunga sana dhamiri yako, chunga sana mahusiano yako na Mungu. Chunga sheria za Mungu. Usiwe kama Eva. Eva alidanganywa bustanini na Shetani, akasahau amri za Mungu, akasahau maagizo ya Mungu. Mama yetu wa kwanza kabisa tunamtaja mfano. Mama yetu wa kwanza Eva alidanganywa na muovu, akaingia kimya. Na wewe usikubali kulazimishwa kuingia kwenye dhambi kwa sababu ya tumbo. Bora ufedheki, bora upigwe kofi kwa sababu ya ukweli kuliko upewe zawadi kwa sababu ya uongo. Wanawake mbalimbali leo umekusanyika hapa kama wanawake kutoka makanisa tofauti, lakini tukiunganishwa na neno moja, Mwokozi mmoja na tumaini moja. Utofauti wetu si kikwazo, ni zawadi. Katika siku hii ya sala tunaitwa kuombeana, mbona si wenyewe tuombeane? Kuinua neno la Mungu pamoja. Tunatumia Biblia, maandiko haya, kusikilizana na kuponyana. Wanawake wakisali pamoja, hapa ndio kwenye Biblia sasa. Wanawake wakisali pamoja, milango ya mbinguni hufunguka. Nisikilize vizuri. Wanawake wakisali pamoja, milango ya mbinguni hufunguka. Wanawake wakilia mbele ya Mungu, vizazi vinabarikiwa. Wanawake wakisimama pamoja, shetani hukimbia. Katika Biblia wanawake walikuwa wabeba neema za pekee. Bikira Maria, mama wa Mungu, alimbeba Yesu. Ndiye tunayemtumia Bwana Yesu Kristo kumgaragaza shetani. Aliyebeba hii neema ya pekee ni Mama Maria. Wewe mama, beba neema ya pekee. Shirikiana na wenzako kumgaragaze shetani. Mwige Mama Maria. Wabeba maombi kama kina Hana, mama yake Samueli. Mama yake Samueli alienda kwa imani, akasali mbele ya Mungu, akapata mtoto Samueli. Tena alienda katika shrine ya Shilo, akasali, akaonekana kama vile amelewa hivi. Hata wewe wakati unasali, kuna watu wanaweza kukumistreet wakadhani wewe umelewa kama umechanganyikiwa. Usio na wasiwasi, Mungu anakuelewa vizuri zaidi. Kuna kina mama wabeba huduma, Martha na Maria wabeba huduma, walimhudumia Bwana Yesu Kristo.